Jambo. Jambo ndugu mtangazaji. Naona umependeza kabisa ndugu yangu. Asante, ni mudi kabisa. Na umevalia t-shirt ya Fizi Competition. Unaweza ukatuambia kwenye kamati ya Fizi Competition wewe unashimama kama nani? Ndio, asante sana ndugu mtangazaji. Kwenye kamati ya Fizi Competition mimi ni mwandishi. Mwandishi, yani tunatengeneza vitu kwa kuboresha hii kazi ya Fizi Competition iendelee mbele. Asante. Hapo awali mlikuwa katika jiji la Katanga na leo kabisa tuko katika jiji la Sebele. Wabembe wanakuambia Sebele mboka lokale. Nashangaa kukuona hapa Sebele. Kipi ambacho unakuja kukifanya hapa Sebele? Asante sana ndugu mtangazaji. Kama gisi unavyosema hujakosea. Ndio tulikuwa katika mji wa Katanga juma iliyopita. Pale tulienda fanyisha concours na tulimaliza vizuri na tulipata washindi wa 6 kama gisi tulivyotarajia, na kwa kuonekana yetu hapa tunakuja tena kuendelesha hiyo kazi sababu tunafanya phase aller phase retour, donc tuko mu phase ya elimination ya kukusanisha wale wasanii 6 kulingana na vitengo ambavyo tumeipangilia. Alors leo ni siku ya hapa Sebele. Kutoka hapa tutajielekeza mahali pengine. Asante. Wewe kama mwandishi tena msimamizi wa Fizi Competition, kwa wasanii, kwa upande wa wasanii wa hapa Sebele, kwa upande wako wewe unaonaje wasanii wa hapa Sebele watakuwa ni tofauti na Katanga, haiza wote watakuwa ni umoja? Asante sana. Ningeanza kwanza kutengeneza vizuri Kiswahili yako. Mimi siko msimamizi wa Fizi Competition, ila mimi ni mwandishi wa Fizi Competition. Kulingana na swali yako, nataka kujibia kusema Katanga tulikamata wa 6 na hapa nako tunakuja tafuta wengine wa 6 ambao wataingia kwenye finali na wajichugulie tuzo, sababu tuna vitengo 6 ambavyo tumeviandaa na kila kitengo tunataka tupate msanii bora katika tarafani Fizi. Tumpate msanii bora katika kitengo fulani ambacho tumekipangilia. Asante. Pengine watazamaji wangetaka kujua ni vitengo gani ambavyo mmekwenda kuvipanga kutokana na karata za wasanii ambazo wasanii ambao mmekwenda kuwasajili kwenye hili tamasha la Fizi Competition. Nashukuru kwa swali. Vitengo ambavyo tumevipangilia kuna R&B, kisha R&B kuko hip hop, kisha hip hop kuko rap, kisha rap kuko amapiano, amapiano kuko comedy, na kisha comedy kuko na dance. Yani ni kusema katika muziki wa mfumo wa amapiano tunataka tupate mmoja ambaye ni bingwa katika tarafa la Fizi kufanya amapiano bora. Katika R&B ni vile tunataka tupate msanii mmoja ambaye ni bingwa anaweza kufanya kuimba yake ya mkadre ya R&B ili tujue namna gani, na vitengo vingine ni hivyo katika tarafa ya Fizi tujue ni nani bingwa katika kitengo tofauti kama nilivyotaja hapo. Na pengine watazamaji wetu wangetaka kujua jina lako. Asante sana. Jina langu ni Alimasi Amani, ila najulikana sana kwa jina la Ali. Ukiniita Ali haujakosea, hiyo ni jina ambayo nimejulikana sana, watu wengi wananitambua kwa jina la Ali. Ndugu mpenzi mtazamaji, mimi ni Alexander Jimel, ungependelea sana kuniita kwa jina la Baba Shadow. Niko naye Ali, moja kati ya mwandishi wa ili tamasha la Fizi Competition yake meneja Leji Ali Elakano. Nimekwambia kuwa tuko katika jiji la Sebele na ni yeye hapa anakwenda kusema. Basi ni neno gani unaweza ukaangalia kamera na kusema neno la mwisho kwa watu wa hapa Sebele, pia wahusika wote waliojiandikisha aiza kujiorozesha kwenye kamati kwenye shindano la Fizi Competition samani? Asante sana ndugu mtangazaji. Neno yangu ya mwisho kulingana na maandalizi ya Fizi Competition, hususani kwa watu wa Sebele, tunasema tunawaalika kwanza waje kwa wingi ili kuje kusherekea na kutizama vizuri ni bingwa nani katika kitengo tofauti ambavyo tulipangilia, nani anayestahili hapa mjini Sebele, na wakuje ili wahakikishe vizuri, na atakapoenda kufanya finali katika mji wa Baraka wao wawe na uhakikisho kama ni yeye ambaye anastahili. Ndio kwa maana tunakuja kufanya hiki kitu, isiwe tunakifanya kwa kutaka yetu au kwa kupenda yetu, ila na wakaji wa Sebele wahakikishe ni fulani anastahili katika hiki kitengo na anapata tuzo ambayo inamstahili. Asante sana. Yani nikusema
tunaalika wakaaji wote wa Sebele na kando kando yake waje washerekee na fuatilie namna gani vitu ambavyo vitapita. Ni vitu vizuri sana, viko tofauti sana na mambo mengine ambayo yalipita hapo awali. Ndio kwa maana tunakuja na tunawaalika waje kwa wingi. Tuko serious kabisa katika mambo yetu na tunaifanya kabisa kwa vizuri zaidi. Naam, ndugu mpenzi mtazamaji, kilichokuwa na mwanzo ni lazima kiwe na mwisho wake. Usisahau kulike, kucomment, pia kushare kwenye channel zetu. Asante na karibu tena.